mopogore opogore jogo mantiere county ma Kisii. Giwacho nade kontenore kod pek mar ngima kabiro kod medruok e nengo mag modhi. Mafuta hii biashara tunayofanya ya matatu imekuwa ngumu sana. Sio kosa lako kuongeza mafuta, lakini tunaomba utupunguzie mzigo kidogo wa mafuta. Sio penzi lako, kwa sababu tunajua ni dunia mzima imekuwa affected na mafuta. Tufikirie kwa ajili kuna mausuru mingi tunatoa katika hii sekta yetu, na tunajua hata VAT tutakuja kulipa. Tunakuomba uturegezee, ututolee mzigo mmoja ili na sisi tupate. Hii biashara ya matatu ni ngumu sana wakati huu, na ni wakati ekonomi yetu imerudi chini. Tulikuwa tukifanya kazi vizuri sana siku za nyuma, lakini imefikia mahali hii serikali yetu mpya, mimi naona inatuumiza kifedha, imetuumiza kiuchumi, imetuumiza na mambo mengi. Tulikuwa serikali iliyopita iliwacha mafuta kama akiwa shilingi 112 hadi 120 kwa lita. Sasa hii imesweep mpaka 164 na imetuongezea tena shilingi 6 juu. Hii imetuumiza vibaya kama madereva ya maroli ya changarao. Ya pili, saa hiyo ukijaribu kuelezea customer kwamba hii mchanga tulikuwa tukiuza shilingi 15,000, saa hiyo utanipea shilingi 18,000 kutoka sehemu za Kindu, inakuta customer hataki, anasema hata yeye yako na sita na uchumi. Kiwango sasa imefikia, tumeona ya kwamba hiyo magari yetu tunaenda kupaki. Hakuna mahali tunaenda kuenda bila mafuta. Sasa mafuta imepanda, imeenda juu. Hata ukileta customer kuja umwambie unamuongezea pesa ili muelewane na mafuta, hata kubali juu. Sasa tumesoeana na hao ile bei ya zamani. Sasa tumekuwa kama maisha inaonekana ni kama sisi tunaumia sisi wote, hakuna mwenye umii. Sababu tukiangalia tangu Uhuru atoke uongozini, Kenya imekuwa maisha ni ngumu. Hata Kibaki alikuwa anaendesha hii serikali vizuri. Kwa hivyo ndugu yetu Ruto ajaribu kuona Kenya jinsi maisha itakavyoendelea katika wananchi Kenya hii. Sababu wa vijana wadogo sasa mahali tumefikia, tunaona itaenda kuwa ngumu hata kusomesha watoto shule. Tunaona sasa hii maisha imekuwa ngumu. Serikali tu tujadi sisi mwananchi wa chini, kwa sababu hao watu wakubwa wakubwa wenye wako serikalini wao wanatembea na magari kubwa kubwa. Hakuna siku yenye jambazi atakuja kumpata na panga, kwa sababu ataweka akiona mbele hatari anakaja na exaggerate mafuta yake, shio amepotea. Sisi mwananchi wa chini utakuja kukimbia ushinde jambazi, utamshinda. Sasa kama mimi hii stove yangu sasa hii unaona inataka kukatika. Na nimeweka mafuta ya 50, nimesonga tu gari kidogo na sukuma. Unaona ndio inataka kukatika. Unaona baada hapo sasa sijafaidika. Sijapata faida hata kidogo. Ni hasara kwangu. Hali ya mafuta kuongezeka, ilikuwa nanunua ya 20 inatosha. Kwa sasa nanunua ya 50 ndio inatosha kwa siku moja. Imeongezeka sana. Nisipoenda kibarua kutafuta kuozea watu mangu ndio nipate hiyo pesa, saa zingine naonea ile kinga ya moto, hiyo ninawekea kuni. Naangalilia na niko na mtoto mchanga wa msichana. Nimeona shida sana. Kwanza serikali ingefanya mpango mzuri ipunguze bei ya mafuta, at least gharama ya maisha ipungue. Jana niliona rais akizungumza katika TV akiojiwa na wanahabari, na kidogo inaleta utatanishi kwa sababu akiulizwa swala anajibu kivingine. Sasa tafadhali mahali haka anasikia apunguze gharama ya maisha, na akianza na mafuta. Sasa tuseme kama hii mafuta imepanda, ilikuwa zamani ilikuwa imeshuka chini kidogo. Kwa sasa hii imepanda, hata wamama wenye wamekonga wameshindwa kununua hivi vitu. Tuseme kama unga, mafuta, hiyo vitu yote imepanda. Sasa tunaomba rais wetu, tulikupigia kura vizuri na sisi tusaidie vizuri, wananchi tuendelee sawa kila kitu. Sasa hii nashangaa sana kuona lita ya kerosene kama naona iko 162.2.